Vodacom, kazi ni kwako. Omar almaarufu kama JK. Nilipata hilo jina jamani, sichukua kwa mtu. Mwigizaji wa sauti za viongozi na serikali. Nimeanguka lakini mimi nimeambulia degree ya utawala mpaka dakika hii. Kwa hiyo nilifanya kazi lakini nipo katika sanaa zaidi. Na hisi ndio mstari wangu. Wewe nijitambue. Kwa hiyo naomba tuwasikize viongozi wachache tu kwa sababu mnajua mmechoka ili tukapate kuendelea na majukumu mengine. Habari za sasa hizi, msemaji wako Julius Nyisanga. Kwanza muktasari wake. Dar es Salaam. Hatimaye Mlesha Mpoto amezindua wimbo wake Uenda kwa Sitonje, lakini viongozi mbalimbali waliweza kuhudhuria na hapa tumsikilize. Huyu si mwingine mama yetu Maana Makinda, alikuwa na haya kuzungumza. Kwa kweli mheshimiwa, asante, nashukuru sana. Kwanza niweze kumpongeza sana Mlisho Mpoto kwa kazi nzuri ambayo nimeweza kuifanya. Hata mimi mwenyewe nilikuwa naanguka kweli, lakini baadaye nikaongoza kina baba uongo. Kwa kweli mimi siwezi kuzungumza sana, tupishe viongozi wengine wakapata kuongea. Wakati huo tujiunge na Godi Femonyo anaripoti zaidi. Wakati huo yakiendelea katika hapo ukumbi wa Jubilee, viongozi mbalimbali wakiendelea kuongea, tumsikilize baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwanza nataka mtambue kwamba muungano ndio uliweza kutuunganisha. Nataka mtambue hilo. Fursa yetu kubwa ni kuweza kulinda nguvu kazi yetu nchini. Na sio kulinda mazuri tu, hatuwezi hivyo. Hatuwezi. Serikali hii ambayo tunaizungumzia leo hii ni serikali ambayo tunajivunia nguvu kazi tulikuwa nayo. Nguvu kazi ambayo tunayo lakini kuna maana tunataka kutuliza kwa. Viongozi wapo na tuweze kuwatumia kama ndio pamoja hapo. Kuna wasanii, kuna watu mbalimbali kwa, lakini nchi ili iweze kuendelea kwa kazi gani? Nguvu kazi ili iweze kulinda na kukuza uchumi wa nchi. Sanaa ni uchumi na inaingiza kipato kikubwa. Kwa hiyo nisizungumze sana, niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asante kwa kunisikiliza. Baada ya hapo, naomba tumsikilize. Huyu si mwingine ni Rais wa Jamhuri mstaafu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, alikuwa na haya. Mheshimiwa wageni waalikwa, nataka kuzungumza historia yangu. Mabibi na bwana, mliweza kuhudhuria katika hafla hii, hafla fupi ambayo inaweza ikawa ni hafla aina yake. Kwa mara ya kwanza kabisa, huyu Mpoto bwana huyu ana kazi kwa kweli. Akaniambia, mzee najua umestaafu lakini yapo kwa siku chache wanakuja kusalimia. Nikasema Mpoto kuna nini tena huko? Mambo haya wala. Yafika wakati fulani na mimi tuangalie jinsi gani tutakavyoweza kutumia nguvu kazi katika taifa letu.
Nimefaidika sana kwa hilo. Wanasikiza sana kila kibonde wanaongea kweli kweli. Kijana wangu miradi yayo mtu wa nguvu. Kasema huyu kijana tumia huyu. Leo bwana nikapata historia yake kumbe ulipata zero. Lakini kupata zero hakumaanishi kwamba tunashindwa kuliendesha taifa letu. Leo utashangaa kwamba mimi mwenyewe bwana udaktari niliopata ni udaktari tu heshima. Lakini tukiangalia hapa kuna mambo mengi sana yamekuja pale akijana janja shamba. Kuna maprofesa ambao waweza kuzungumza. Lakini hawakupewa kuongoza nchi. Lakini sisi ambao tuna degree 1, 2 tukasema bwana wewe unaifaa wewe bwana mlango wako huo hapa. Kwa kauli yetu moja kule sisi watu wa Pwani wasema kizuri kula na mwenzio. Kama taifa letu tuna changamoto kubwa sana. Tuna changamoto nyingi sana na kuendeleza taifa letu kwa ujumla. Tunajenga nyumba moja hatugombani fito. Wasanii nafai sana Shirole upo? Wamekuja kumshika mwenzao mkono. Kwani kuna ubaya hapo? La mwisho. Kwa siasa tunazungumza kweli. Niweze kutoa shukrani za dhati kwa mkurugenzi watoto kile wanaitwa the big boss. Ongea utaba. Ongea sana. Well done. I hope sometimes we're supposed to support this youth because we normally know that they are the ones who improve our economy in Tanzania. And most of the guys that now they're employed. If you can see that the musician and the other kid, we should put over there. Nafurahi sana nikiwa nje ya nchi huko nakutana na wasanii mbalimbali wakina Chris Brown, Alicia Keys, 50 Cent. Kwa tababa na maisha mazuri kwa kweli. Na bila hivyo ndio maana kuna mapresenter bila gayo. Njoo bwana. Njoo. Habari yako bwana? Habari sana. Kila kule kwenye TV uko mdogo. Yale unaona miradi. Pigeni makofi jamani. Asante. Sio nizungumzie. Acha niishie hapa basi. Tunashukuru sana kwa kuja kwenu. Na imani kubwa sana mtakuwa mmenimisi. Karibuni sana Msoga. Tunalima kule. Kulima sio lazima ulime wewe. Sigenda zipo. Baada ya kuzungumza nisema Mungu abariki Afrika, Mungu abariki Tanzania. Asante kwa kunisikiliza. Mara baada ya kusikiliza huyo tulimsikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa JPM alikuwa na haya ya kuzungumza. Kwa kweli naomba nichukue fursa hii kuweza kuwapongeza wale wote ambao wamefika katika leo ukumbi hili kwamba jipigeni makofi. Ni washukuru vyombo vya habari. Japo wasanii mmekuwa mna wasiwasi kweli. Lakini nikasema
sitowaangusha. Na nikawaambia muniombee, kwa kuwa ninaamini katika serikali yangu mimi napenda wachapa kazi. Na ukiwa ni mchapa kazi, mimi moyo wangu unafarijika kweli. Lakini ukiwa ni mtu mvivu, mimi nitalala na wewe mbele. Kwa serikali hii, pengine tu ni washukuru. Ni mshukuru Mrisho Mpoto. Japo ulikuja ofisini kwangu nikasema nitakupa nape na huyo kazungumze naye. Mimi naendelea kutumbua majibu. Nilizungumza hivyo, lakini hara jamani wasanii, mnapofanya hizi shughuli zenu muzingatie kanuni na taratibu zilizoweka katika nchi yenu. Kama ukichapa kazi, na mimi mwenyewe nina ushahidi mkubwa, Ruge Mutahaba pale anaelewa. Siku ile nikaja pale kabla mheshimiwa awamu ya 4 hajamaliza muda wake, nikapiga mangoma pale na mimi nikatoa ushamba. Uongo naongopa jamani. Kwa hiyo niwapongeze kwa hafla hii ambayo mmeweza kuitengeneza, na Mungu aweze kuwabariki. Niwashukuru waandishi wa habari waliotoka sehemu mbalimbali. Kwa kweli mimi tuendelee kutengeneza hivi Tanzania. Na vile vile niwashukuru wale ambao walioweza kufaulu lakini bado hamjafika. Rai yenu kubwa ni kuweza kupigania hadi kufika vile viwango vya juu. Ukifika chuo kikuu ukawa mtu mzuri, kwa kweli mimi hapo nitakuwa nafarijika sana. Na siku nyingine hautaitwa hapa, nitakuita Ikulu. Kwa kuzungumza hayo, naomba mimi niendelee na shughuli nyingine kwa kusema Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Jamani, nimemaliza. Nimemaliza. Wasanii wengi sana, kuna wachekeshaji, kuna nani. Kwa hiyo kwa siku ya leo naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa mheshimiwa hapa na watu wengine ambao wameweza kufika hapa. Mimi ni msanii na mimi nilianguka kama nilivyowaambia. Nimemaliza chuo changu kikuu Mzumbe University nikiwa na degree yangu ya utawala, lakini bado nafanya sanaa kwa sababu sanaa ndio kitu ambacho nakipenda sana katika maisha yangu na ninaamini nitamtoa. Kwa hiyo kule nilikuwa nenda kutoa tu kitu fulani. Baada ya kusema hayo, kama kawaida, kama kitu gani? Basi mwana usinitende nikukuteze mwana. Tete ungependa kuiangalia. Asante.